Hebu fikiri mtu anayekuambia ukweli ambao hutaki kuusikia. Si kwa sababu anakuchukia, bali kwa sababu anajua kwamba njia unayopita inaweza kukupeleka kwenye maangamizi. Ndivyo ilivyokuwa kwa Yohana Mbatizaji. Katika siku zile kulikuwa na mtawala aliyeitwa Herode Antipa. Alikuwa amemchukua Herodia aliyekuwa mke wa ndugu yake. Jambo hili lilikuwa kinyume cha sheria ya Mungu. Yohana hakunyamaza. Alisimama na kumwambia Herode, si halali kwako wewe kuwa na mke wa ndugu yako. Herode aliogopa kwa sababu alijua ya kuwa Yohana alikuwa mtu wa haki na mtakatifu. Lakini jambo hili lilikuwaje kwa Herodia? Herodia alikuwa na kinyongo na Yohana. Hakutaka kubadilisha maisha yake. Alitaka sauti iliyokuwa ikimkemea inyamazishwe. Yohana akafungwa gerezani, lakini ukweli haukufungwa pamoja naye. Siku moja Herode akafanya karamu siku yake ya kuzaliwa. Binti yake Herodia ambaye ni Salome akacheza mbele ya Herode. Herode akafurahi sana na kuahidi kumpa chochote atakacho. Salome akaenda kwa mama yake na kuuliza, niombe nini? Herodia alikuwa anaisubiri sana nafasi hiyo. Akamwambia, omba kichwa cha Yohana Mbatizaji. Hapa tunaona jambo la kutisha. Herodia hakutumia mikono yake mwenyewe kutekeleza mpango wake. Alimtumia Salome kuomba na akamtumia Herode kutoa amri. Salome akarudi kwa Herode na kufanya ombi hilo. Herode alihuzunika sana. Alijua Yohana alikuwa mtu wa Mungu, lakini tayari alikuwa amekwisha kuapa mbele ya wageni wake kwamba angempa Salome chochote atakacho. Katika mazingira ya kifalme, kuvunja kiapo na kurudisha neno lake hadharani kulikuwa jambo zito, hasa mbele ya wageni na katika viongozi waliokuwepo. Kwa hiyo akiwa amebanwa na kiapo chake, heshima yake mbele ya watu na mazingira ya karamu, akatoa amri. Yohana akauawa. Kichwa chake kikapelekwa katika sahani na akapewa Salome, naye akampa mama yake. Herodia alikuwa amepata alichotaka. Sauti ya Yohana ilikuwa imenyamazishwa. Lakini je, ukweli ulikuwa umeshindwa? Hapana. Yohana alikufa, lakini ujumbe wake uliendelea. Kristo aliendelea kuhubiri na wito wa toba ukaendelea kusikika. Herodia angeweza kumuondoa mjumbe, lakini hangeweza kuondoa ukweli. Basi ni nini, mpenzi msikilizaji wa Sauti ya Nuru Gizani, tunajifunza katika siku hii ya leo? Namba 1. Usimchukie anayekuambia ukweli. Wakati mwingine Mungu hutumia mtu kukufunulia jambo linalohitaji kubadilika katika maisha yako. Jihadhari na kutumia watu wengine kutimiza nia zako mbaya. Herodia hakumkata kichwa Yohana mwenyewe. Alimtumia Salome kuomba, na Herode akawa chombo cha kutekeleza ombi kwa ajili ya kumwondoa Yohana Mbatizaji. Hii inafundisha kwamba mtu anaweza kumtumia mwingine kumwangamiza mtu wa tatu, huku yeye akibaki nyuma ya pazia. Usikubali kutumiwa kufanya jambo ambalo dhamiri yako inajua si sahihi. 3. Kinyongo kisipodhibitiwa kinaweza kukua na kuwa chuki, na chuki inaweza kukufanya uanze kupanga maangamizi ya mtu mwingine. 4. Usifanye maamuzi makubwa kwa sababu ya shinikizo la watu. Herode alijua uzito wa kumuua Yohana, lakini alikuwa tayari ameapa mbele ya wageni wake kwamba kwa mazingira ya kifalme na heshima yake mbele ya watu vilifanya iwe vigumu kwake kurudisha neno lake. Lakini hata hivyo, alipaswa kutambua kwamba hakuna kiapo cha mwanadamu kinachopaswa kukufanya ufanye jambo lisilo sahihi mbele za Mungu. Na mwisho, Herodia alidhani kwamba kwa kumwondoa Yohana angeondoa tatizo. Lakini hakujua kwamba unaweza kumuua mjumbe, lakini huwezi kuua ukweli wa Mungu.
Leo huenda Mungu anakuambia jambo fulani kupitia neno lake. Huenda kuna jambo unalojua kabisa kwamba linahitaji kubadilika. Usikatae sauti ya Mungu. Tubia, badilika, rudi kwa Kristo. Kwa sababu wakati mwingine ukweli huja si ili kukuhukumu, bali ili kukuokoa. Na swali ni hili: utakapokutana na ukweli unaokuumiza, utaukataa au utamruhusu Mungu akubadilishe kupitia jambo hilo? Basi Mungu akubariki sana unapoamua kuchukua hatua za kuweza kubadilika. Bye. See you again. Mimi ni msimuliaji wako, ninaitwa William Charles.